Haleluya. Shalom. Asante. Deacons mnaweza kuja mbele. Mkono mmoja nao kenda kwa huyo mwingine anaomba. Wake zao wakuja wasimame nyuma yao. Mimi ambaye ni mzee na kuweka mikono ili uweze kupokea kipawa cha kuwa deacon. Elohim awe anakubariki, awe anakulinda, awe anakupatia amani, pia awe anakuinulia uso wake. Wakati wa taabu awe anakutia nguvu. Maneno yako yakawe na chumvi na neema, na yawe yanasaidia wote ambao watakao yasikia. Na kubariki katika jina la Yeshua. Amina. Baba wetu, Muumba wa mbingu na nchi na vyote vilivyomo, tuko mbele zako pamoja na huyu ndugu ambaye siku ya leo anakabidhiwa huduma ya shemazi. Baba, tunamweka wakfu katika jina takatifu la Yeshua aliye Bwana na mkombozi wetu. Akaweze kupokea hii huduma kutoka kwako Baba. Uwe pamoja na yeye, umuongoze katika kazi hii. Baba, uwe unamlinda, unamhekimisha kwa njia zote. Roho wako Mtakatifu akadumu ndani yake katika jina la Yeshua. Mpe kukubalika hata kwa wale ambao wanahudumia katika jina la Yeshua. Mpiganie vita zake zote katika jina la Yeshua. Na ni katika hilo jina takatifu la Yeshua aliye Bwana na mkombozi wetu. Katika imani tunamweka ndugu wakfu awe akihudumu kama shemasi. Bwana, tunaweza utokao kwako, uwe naye na familia yake, awe kielelezo kwa ile huduma atakuwa akitenda. Akikuita kwa ajili ya mahitaji ya kanisa lako ama nchi yetu ama shida nyingine yoyote, Bwana, tunaomba kwa unyenyekevu uwe ukimsikia. Na ni katika jina la Yeshua Masihi aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Mnaweza kuketi ili sasa tuweze kuwa na wachungaji. CNN tumewapatia visogo. Ni vizuri. Unaweza kuja wachungaji wale ambao wanawekwa wakfu waweze kuhudumu kama wachungaji wa kanisa. Kujeni mbele kidogo ndio wake zenu waweze kupata nafasi hapo nyuma yenu. Haya, asanti. Hawa tunawaweka wakfu ili waweze kuhudumu kama wachungaji wa kanisa mahali popote katika dunia hii. Baba yetu asifiwe sana. Kwa hivyo hata kama uko kanisa fulani sasa unawekwa wakfu, unaweza kuhudumu na kutoa hiyo huduma yako kwa kanisa lolote ya Mount Zion Seventh-day Church of God hapa dunia hii. Mimi ambaye ni mzee na kuwekea mkono, upokee kipawa cha uchungaji. Elohim atembee na wewe. Yeyote utakawe wekea mkono aweze kupata uponyaji. Yeyote ambaye atalete shida mbele zako, ukisipeleka mbele za Elohim hawe anajibu. Katika taabu zote Elohim hawe anakutia nguvu. Wale ambao watakuja mbele zako wakiwa na shida, Elohim hawe anazikomesha na kuombea heri na kuombea baraka kwako, familia yako na kwa wote ambao watakuwa pamoja na wewe. Elohim akubariki, akulinde, akupatia amani na pia akakuangazia uso wake. Na ni katika Masihi tunaomba na pia tunaamini. Amen. Katika imani tunakuweka mikono uwe ukihudumu kama mchungaji. Tunaomba neema, Elohim akuzidishie neema zake na awe akikukaa mbele na nyuma, kulia na kushoto. Awe akikupatia hekima ya kutekeleza huu wajibu. Tunaomba ukimuita
kwa ajili ya mahitaji yako ya nchi, ya familia ama kanisa, awe akikusikia na kutenda mema. Katika jina la Yeshua Masihi aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Tunaelea mkono katika jina takatifu la Yeshua aliye Bwana na mkombozi wetu. Uweze kuchukua huduma ya mchungaji katika kanisa la Mungu katika jina la Yeshua. Tunakuombea baraka zake zote ziambatane na wewe katika hii huduma katika jina la Yeshua. Akupiganie vita zako zote katika jina la Yeshua. Akujaze na nguvu za Roho wake Mtakatifu ili aweze kuwa mwalimu wako na kiongozi wako. Naomba baraka hata katika familia. Baba, tunakuomba huyu ndugu atakapokuita kwa ajili yake, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya nchi, Baba ukamsikia na kutenda ili jina lako liweze kuinuliwa. Katika jina takatifu la Yeshua aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Mimi pamoja na wazee tunakuweka mkono uweze kupokea kipawa cha uchungaji. Yeyote ambaye utaweza kuwekea mikono aweze kupokea Roho Mtakatifu. Yeyote ambaye utapaka mafuta aweze kupata uponyaji katika jina la Yeshua Masihi. Na kuombea amani na kuombea baraka. Elohim akatengeneze njia zako zote. Maneno yako yakawe na chumvi na neema. Elohim akupatie hekima katika mambo yote katika jina la Yeshua. Amani kwako, amani kwa familia yako na amani kwa vyote ambavyo utakuwa navyo. Na hata katika ile kanisa ambao utakuwa ukiongoza. Na ni katika Yeshua tuomba na pia tuamini. Amen. Tumemweka huyu mtumishi mikono awe akitumika kama mchungaji katika jina la Yeshua. Bwana ameahidi kulinda watu wake akitumia malaika wake kwa wale wote watakaoridhi wokovu. Tunaomba macho yake yawe juu yako, awe akikuhekimisha, awe akikulinda na kukuwezesha katika hii huduma. Katika jina la Yeshua Masihi aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Baba wetu, Muumba wa mbingu na nchi na vyote vilivyomo, huyu ndugu tunamleta mbele zako ili akaweze kuchukua huduma ya uchungaji katika kanisa lako. Baba wetu, tunamwekea mikono kama vile neno lako limesema. Mjaze na nguvu za Roho wako Mtakatifu, muongoze katika njia zake zote. Kazi ambayo ataifanya katika hii huduma ikakubalika mbele zako katika jina la Yeshua. Baba mwema, atakapopitia katika changamoto ukasimama na yeye ukampigania katika jina la Yeshua. Baba wa mbinguni, ombi lake liwe linakubalika mbele zako, akiombea wagonjwa, akiombea walio na shida, akiombea Baba hata nchi. Baba ukamsikia katika jina la Yeshua. Na wewe ukitenda ujipatie utukufu wote katika jina takatifu la Yeshua aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Amen. Katika imani tumeweka ndugu wetu mikono awe akihudumu kama mchungaji. Tunakumbuka pale anapoishi mbali na hapa nyumbani, na tunajua changamoto za huko ni tofauti, lakini wewe umetuambia wewe ni Mungu karibu na bari. Tunaomba uweza wako juu yake, uwe ukimlinda na kumuongoza, kumhekimisha na kumwezesha katika hii huduma. Mpatie kibali kwa pale pote umepanga awe akipitia. Na ni katika jina la Yeshua Masihi aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Tushukuru kwa sababu ya lile jambo ambalo limefanyika. Baba wetu, wewe ndiye ulikuwa umetayarisha. Tushukuru kwa sababu ya hawa ndugu. Baba, uwe kiongozi wao. Tunaombea familia zao ili Baba usisimamishe. Hata watoto wao tunawainua mbele zako ili katika mambo yote uwashindanie
ili familia hizi zikae pamoja, ziwe zikiletea jina lako sifa. Baba, watakapoinukiwa, Mungu wa mbinguni ukaweze kuwashindania, maana wewe ni Bwana nyakati zote, katika jina takatifu la Yeshua aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen, amen. Mnaweza keti. Hatujamaliza. Tunataka tupate mafuta. We want the oil. The anointing oil. Asante. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Na shukuru mchana wa leo kwa hii nafasi, na it's a historic day kwa sababu tumeweza kuwa na wachungaji wetu ambao wameongezeka katika kazi ya Bwana. Jina la Bwana litukuzwe. So recognize ya kwamba leo wamekuwa duly ordained, kwa wengine kuwa deacons na wengine kuwa pastors. Na on behalf ya National Office nitaweza kupeana 4. Nitadelegate, si tumeambiwa power of delegation. Nitadelegate kwa my colleague ambaye tunakuwa naye kwa national, ambaye ni Pastor Mureithi, na apeane 3. Na pia nitadelegate kwa mzee wetu Bogwa, mzee Kiongo ataweza kupeana hizo zingine 3. Na nitaalika mke wangu. It is a historic day as I award my certificates. Tuweze kuwa na photo session katika hilo jambo. Na wake hao wengine, if they are present, kwa hao ambao nimeita wakuje. This is to certify that Samuel Joroge has been ordained as a pastor according to the word of God and according to the doctrine of Mount Zion Seventh-day Church of God. Today, 5th April 2025 at CBD Local Church. God bless you. Joshua Chengo. Jina hilo, huyu mwingine wa kupokea cheti ni Victor Jenga Mwangi. Next ni Kiarie Kamau. Congratulations. Mwingine ni Kipkurui Koske. Kipkurui Koske. Next, Michael Bogwa Kiongo. Na anapewa na dadi. Mama.
very well. Nelson Kenywanyamu. Mom and dad and the sisters. Pastor wake huyo. Barikiwe. Next online ni Deacon James Mbata Makoli. Karibu. Yes. Joseph Kebani Kinyanjui. Gishaga Nganga. Kama mzazi yuko Pastor wetu Pastor Kamau Kerie, karibu. Na pia Kosgei, mzazi wa Mount Zion Seventh Day Church of God. God bless you. Mungu awabariki, awe nanyi na kazi ya Bwana ikawe na mazao mengi through your hearts. Mbarikiwe pamoja na familia zenu. We now declare ordination officially closed. Karibu MC. Tuliona allegations, mashtaka yenye yalikuwa kistakiwa, tulikuja tukaona ya kwamba haikuwa na mzingi na haikuwa ya ukweli. Baba yetu Bwana sifa. Kwa hivyo mimi nawaita hapa ndio waweze kuwasalimu tu, na nitaita bishop mmoja aweze kuombea, na kwa sababu najua mafuta aliweka bali kutoka siku hiyo, hata mafuta atapatiwa sasa na bishop. Asante sana. Kwa sababu ya 10 zinaweza kuwa imeharibika ama namna gani, ni waheo maro makuta magi, na atakuwa akiperform duty zote, kupatia na mesa, kuwa na kuombea wagonjwa, kazi zote ambazo inatakikana, hata kuweka watoto wakfu, yote itakuwa ikifanya nini. Sasa ile imepita ni ndwe tugange ajayo ama namna gani. Kwa hivyo Bishop Chege Njoroge uweze kuja ndio uweze kuwaombea hawa ndugu. Jambo katika Masihi. Hata mimi si jambo bali ni kushukuru Elohim kwa kuwa ni mwema. Namshukuru kwa kuwa amekuwa nasi, amesimama nasi huo muda wote, ametutia nguvu. Na bali naweza sema nashukuru Bwana kwa kuwa amekuwa akiedanisha na huyu rafiki yangu sana, huyu rafiki wa karibu, na nimekuwa nikishukuru Bwana juu hakusimama kufanya kazi ya Bwana. Ameendelea na kazi ya Bwana mahali anahitajika, amekuwa akijitolea sana. Kwa hivyo nashukuru mbele za Bwana, nashukuru Bwana na nashukuru Bwana mbele yenu. Mimi nashukuru Bwana sana. Kama hivyo mpendwa wangu amesema, Bwana ni ameweza kutusimamisha. Bwana asifiwe sana. Amen. Na pia ningependa kushukuru hata wazee wa kanisa na marafiki wa karibu wenye pengine walitutia nguvu sana ule wakati, na hatujawahi simama kumtumikia Bwana, sababu wito kutoka kwa Bwana na tutaendelea. Bwana atukuzwe sana. Katika kitabu cha Warumi 8 aya 28 nitakuwa tu ile andiko
ambalo linasema ya kuwa mambo yote hufanyika kwa mema kwa wale wanampenda Bwana. Na ni hayo yote, ikisemekana mambo yote, hata haya yetu yalitendeka sababu ya wema, na tumeona Bwana kwa upana mkubwa sana, na tunaendelea kumshukuru. Bwana atukuzwe sana. Tunawapenda wote katika Bwana, na Bwana awabariki. Asante sana. Nilikuwa nimemkataza kuongea, huyu anataka kuongea, lakini hana ubaya, nikutaka kujulikana. Tumesema ya kwamba hiyo hii. Sasa simameni tuombe kwa ajili ya huyu ndugu yetu. Simameni. Tuko kwenye maombi, tuweze kuomba kwa ajili yake na kwa ajili ya familia yake, pia akaweza kupata mafuta ya huduma kwa ajili ya utukufu wa jina la Baba wetu. Tuamini na tuombe. Baba uishie milele na milele. Haleluya. Jina lako limetukuka juu ya majina yote. Wewe pekee ndio wahitajika kuheshimika kwa sababu ya yale ambayo yote umefanya. Baba, unajua mioyo ya watu wote. Wewe Baba unajua moyo wa ndugu wetu. Na hata wakati majaribu ilimkaribia, Baba wetu, wewe ndio umempigania. Jina lako liinuliwe na litukuzwe milele na milele. Amen. Mikono isiyo na nguvu, wewe ndio unaipatia nguvu. Miguu isiyo na nguvu, wewe ndio unaipatia nguvu. Mioyo ambayo imeinama, wewe ndio unaisimamiza vizuri. Baba, namleta huyu ndugu anaporejea katika kazi ya huduma. Baba, ukawa pamoja na yeye. Baba, ukamuongoza katika mambo yote, ukampatia moyo mkubwa ili awapende wote, asamehe